Karibu katika simulizi ya kuvutia ya visiwa vya marashi, historia, biashara na ustaarabu wa kale. Karibu Zanzibar, mahali ambapo upepo wa bahari ya Hindi hubeba harufu ya karafuu, mahali ambapo tamaduni za Kiafrika, Kiarabu, Kihindi na Kizungu zimekutana na kuunda utamaduni wa kipekee hapa duniani. Leo tutatazama kwa kina historia ya Zanzibar, kuanzia enzi za wafanyabiashara wa kale, utawala wa masultan, mapinduzi makubwa, hadi Zanzibar ya kisasa tulionayo leo. Hii ni safari ya historia, safari ya utamaduni na safari ya watu wa Zanzibar. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, ikiwa ni visiwa viwili vikuu, Unguja na Pemba. Jina Zanzibar linaaminika kutoka katika neno la Kiarabu Zinjibar, likimaanisha pwani ya watu weusi. Tangu zamani sana, Zanzibar ilikuwa kituo muhimu cha biashara katika bahari ya Hindi. Wafanyabiashara kutoka Uarabuni, India, Uchina na hata Ulaya walifika Zanzibar kufanya biashara ya bidhaa mbalimbali. Kutokana na nafasi yake nzuri baharini, Zanzibar ilikuwa haraka kuwa kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Moja ya vitu vilivyofanya Zanzibar ijulikane duniani ni karafuu. Katika karne ya 19, Sultan Sayyid Said kutoka Oman alihamishia makao yake kutoka Muscat kwenda Zanzibar. Hatua hiyo ilifanya Zanzibar kuwa mji mkuu mkubwa wa biashara Afrika Mashariki. Mashamba makubwa ya karafuu yalianzishwa na Zanzibar ikawa moja ya wazalishaji wakubwa wa karafuu duniani. Karafuu zilileta utajiri mkubwa, lakini pia kipindi hicho kilihusishwa na biashara ya watumwa, ambayo ilikuwa ni sehemu ya historia yenye maumivu makubwa. Maelfu ya Waafrika waliuzwa kupitia soko la watumwa la Zanzibar kuelekea sehemu mbalimbali duniani. Leo maeneo yaliyokuwa yakitumika kwa biashara hiyo yamebaki kama kumbukumbu ya historia ya uchungu uliopita. Stone Town ni moja ya maeneo maarufu Zanzibar. Mji huu wa kale umejaa majengo ya kihistoria, milango ya kuchongwa kwa ustadi, barabara nyembamba na tamaduni zilizochanganyika kutoka mataifa mbalimbali. Kutembea Stone Town ni kama kurudi nyuma katika historia. Ndani yake kuna maeneo maarufu kama House of Wonders, ngome kongwe na soko la zamani la watumwa. Kutokana na umuhimu wake wa kihistoria, Stone Town imetambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Wazanzibari wanajulikana kwa ukarimu, lugha tamu ya Kiswahili na maisha yaliyojaa utamaduni. Dini ya Kiislamu ina nafasi kubwa katika maisha ya watu wa Zanzibar. Misikiti mingi ipo katika maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo. Muziki wa taarab nao ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Zanzibar. Muziki huu uliathiriwa na tamaduni za Kiarabu, Kiafrika na Kihindi. Pia vyakula vya Zanzibar vinajulikana duniani. Pilau, biriani, urojo, pweza wa nazi na samaki wa baharini ni baadhi ya vyakula maarufu sana. Mnamo mwaka 1964, Zanzibar ilipitia tukio kubwa la kihistoria lililojulikana kama mapinduzi ya Zanzibar. Mapinduzi hayo yalibadilisha mfumo wa utawala uliokuwepo wakati huo wa usultan. Baada ya muda mfupi, Zanzibar iliungana na Tanganyika na kuunda taifa la Tanzania. Muungano huo bado unaendelea hadi leo, huku Zanzibar ikiwa na serikali yake ya ndani kwa masuala yasiyo ya muungano. Leo hii Zanzibar ni moja ya maeneo maarufu zaidi ya utalii Afrika. Watalii kutoka kila kona ya dunia huja kuona fukwe nzuri, maji ya samawati, hoteli za kifahari na historia ya kipekee ya visiwa hivyo. Utalii umechangia sana uchumi wa Zanzibar. Pia vijana wengi wa Zanzibar wanaendelea kufanya maendeleo katika elimu, biashara, sanaa na teknolojia. Licha ya changamoto mbalimbali, Zanzibar inaendelea kukua na kuhifadhi utamaduni wake wa kipekee. Na hii ndiyo simulizi ya Zanzibar, visiwa vya historia kubwa, utamaduni wa kipekee na uzuri unaovutia dunia nzima. Kutoka harufu ya karafuu hadi sauti za taarab,
zinazopigwa usiku wa pwani. Zanzibar itaendelea kubaki kuwa moja ya maeneo yenye historia ya kipekee kabisa hapa Afrika. Asante kwa kusikiliza simulizi hii. Usisahau kushare, kulike na kufuatilia simulizi nyingine zaidi zijazo. Karibu tena Zanzibar, kisiwa cha marashi ya karafuu, historia isiyoisha. Hii ni Sulesh Online Blog na mimi ni Sulesh Ali.